Asifiwe. Leo ni Jumapili ya tarehe 25 ya mwezi wa kwanza 2026. Kanisa zuri la TAG Kitete, na tumekuwa tuna ibada nzuri. Tuko na baba hapa, atatueleza yeye amejifunza nini katika ibada ya siku hii ya leo. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza nijitambulishe, naitwa Mike Mariot Kanyanga, na kama alivyo mtangazaji alivyosema, ibada leo kwa kweli ilikuwa nzuri sana. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Emmanuel Dominic kutoka Dar es Salaam ambaye ametuhudumia kwa amefundisha jinsi gani ambavyo Wakristo tunatakiwa kuwa. Kwa sababu amesema kuna asilimia ya Wakristo 93 ambao wao wameamua kumtumikia Mungu na wanafuata kila siku, wanashughulisha mambo ya Mungu, lakini kuna asilimia 7 ambao wao wapo tu kanisani, lakini wanaonekana kama vile wameokoka, lakini kumbe hawana wokovu. Badala yake wao itakalokuwa na liwe hadi kuamka kumekucha, basi maisha ya vile. Pia amesisitiza masuala ya imani, kuwa na imani. Ukiwa na imani Mungu atatenda, wala usiangalie kwamba jambo lako kwamba umeliomba leo kesho haijajibiwa. Mungu ana wakati wake. Akatoa mfano ambapo tunatakiwa tusimame hasa kwa neno la Mungu. Ndio maana wakati Petro anachukua upanga na mkata yule askari wale waliotuma kwenda kumsulubisha Yesu, Yesu alimkemea, kwa maana anasema alikuwa na uwezo wa kumwomba Mungu akamletea maaskari toka mbinguni au malaika wakaja wakamtetea pale, lakini kwa sababu neno andiko litimie, ilibidi lazima iwe vile. Nafikiri ndugu mtangazaji, kwa haya machache mimi nimebarikiwa sana kwa mafundisho ambayo tumefundishwa na mtumishi wa Mungu. Amina. Mungu na hata mchungaji Paul Mvekea alipokuja kujaribu kufafanua zaidi ameturudisha mle. Kwa hiyo ninashukuru, na pia ninashukuru pia kwa ajili ya kubarikiwa kwa watoto. Hapa na mjukuu wangu ambaye pia amebarikiwa leo, anaitwa Playgod Richard Kanyanga. Okay, hongera sana. Haya, asante. Mungu akubariki sana baba. Amina. Na uwe na Jumapili njema na siku njema. Amina. Asante sana. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko live moja kwa moja, mtazamaji anatamani ya kufahamu kwa majina yako. Amina. Kwa majina yangu naitwa Jeremia Chacha. Ni mshirika wa mahali hapa. Mungu akubariki sana kwa ibada baba. Asante sana, namshukuru Mungu. Tumekuwa tuna ibada ya nzuri ya leo. Kipi ambacho umejifunza kulingana na ujumbe wa leo? Asante sana, nimejifunza mengi kupitia somo nzuri ambalo tumekuwa nalo kwa habari ya Mkristo na neno la Mungu. Nimejifunza namna ambavyo tunapaswa kuliishi neno ili Mungu aweze kudhihirika katika maisha yetu. Okay. Na aliyehudumu katika ujumbe huu wa leo ni nani? Ni mtumishi wa Mungu anaitwa Emmanuel Dominic. Kwa kweli Mungu amemtumia kwa viwango vya tofauti sana. Ameeleza siri za Mungu sana zilizoko kwenye neno ambazo kama Wakristo tunapaswa kuzifahamu na kuziishi. Katika ujumbe hapa tukirudi katika ujumbe wa leo kwamba Mkristo na neno la Mungu, kwa binafsi wewe umeuelewaje? Mimi nimeuelewa kwamba kati ya jambo ambalo linaweza likamfanikisha Mkristo ni kuliishi neno, pamoja na kwamba kuna mambo mengi tunaweza tukafanya kama Wakristo. Tunaweza kufunga na kuomba, tukatoa sadaka na zaka, lakini kuliishi neno ni jambo ambalo ni la msingi sana kwa maisha ya muumini, ili aweze kuona yale matokeo ambayo yanapaswa kuonekana. Yaani neno la Mungu ni zaidi ya chochote, kwamba kuna wakati tutapaswa kulipa gharama ili mradi tu kuliheshimu neno la Mungu, kama ambavyo amesoma katika maandiko matakatifu, akatoa mifano ya kina Meshach, Shadrach na Abednego, namna ambavyo waliliishi neno na Mungu akawaonekania. Na tumishi, hivi kuna uwezekano wa kuwa Mkristo lakini kuna neno la Mungu? Uwezekano huo upo. Wapo Wakristo ambao ni jina wanachukulia tu Kristo kama dini ya kawaida, wanakuja kanisani, lakini lile kulitendea kazi neno hawalitendei kazi. Nini wito wako hasa kwa watu hao? Ni wabadilike na walikubali na kuliishi neno. Mtumishi wa Mungu amefundisha hatua 3 katika neno la Mungu. Hatua ya kwanza ni kulisikia neno ama kulisikia neno au kulisoma neno. Hatua ya pili kulijifunza, lakini hatua ya 3 na ndio yenye matokeo ni kuliishi. Natoa wito kwa Wakristo wenzangu, waamini wenzangu,
kuliishi neno la Mungu ili Mungu aweze kudhihirika katika maisha yetu. Amina. Mungu akubariki sana baba. Asante sana. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Kama ada ya kipindi chetu cha umejifunza nini, nipo na dada hapa, atajitambulisha kwa majina yake na atatuambia kipi ambacho amejifunza katika ibada ya siku ya leo. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Njema. Mtazamaji anatamani kufahamu kwa majina yako. Naitwa Irene John. Mungu akubariki sana Irene kwa ibada. Amina. Barikiwe pia. Amina. Tumekuwa tuna ibada nzuri ya leo. Kipi ambacho umejifunza katika ibada ya siku ya leo? Nilichojifunza mimi ni Mkristo na neno la Mungu. Na huo ndio ulikuwa ni ujumbe? Huo ndio ulikuwa ujumbe wa leo. Kwa upande wako huu ujumbe umeuelewa vipi? Kwa nilivyoelewa mimi, namna ya Mkristo na neno la Mungu kuna utofauti kidogo, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa ni Mkristo lakini neno la Mungu halipo ndani yake. Okay. Unaweza ukawa na neno lakini ukawa sio Mkristo. Ndio, unaweza kuwa Mkristo lakini neno la Mungu halipo pamoja na wewe. Na je, unaweza kuwa na neno lakini sio Mkristo? Hapo kuwa na neno afu kuwa sio Mkristo sijafahamu vizuri, kwa sababu ninavyojua mimi, unaweza ukawa ni Mkristo, unaitwa Mkristo lakini neno la Mungu halipo ndani yako. Na okay. Yaani unatembea bila neno la Mungu. Na okay. Mungu akubariki sana. Na mchungaji wetu alikuwa anaitwa nani? Askofu Emmanuel. Kutoka wapi? Simiyu. Mungu akubariki sana. Na uwe na Jumapili njema na siku njema. Asante sana. Naam, baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yako mtazamaji anatamani kufahamu. Kwa majina naitwa Dr. Rwanda, ni mshirika wa kanisa la TAG Kitete hapa Tabora. Baba, Mungu akubariki sana kwa ibada. Ndio, na amina. Tumekuwa na ibada nzuri ya siku ya leo. Kipi ambacho wewe umejifunza katika ibada hiyo? Nimejifunza vitu vingi. Namshukuru Mungu, leo nimeshiriki kwenye makanisa mawili. Nimeshiriki kwenye kanisa la wakubwa na nimeshiriki kwenye kanisa la watoto. Kwenye kanisa la wakubwa nimejifunza jinsi ya kuliishi neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu amefundisha vizuri sana jinsi ya kuliishi neno la Mungu. Lakini kwenye kanisa la watoto, mwalimu ambaye amefundisha kitu kizuri sana. Ametufundisha mambo ya kuyaishi mwaka huu 2026. Na kati ya mambo ya kuyaishi ambayo ameyaongea katika mwaka 2026, ile eneo la kuishi neno la Mungu na yeye amelizungumza. Kwa hiyo ibada ya leo imekuwa ni ya baraka sana haya maeneo mawili. Mungu akubariki sana baba. Na binafsi katika ujumbe huu kwamba Mkristo na neno la Mungu, kwako wewe yani umeuchukuliaje? Kiujumla, kama Mkristo kutokuliishi neno la Mungu, Ukristo wako unakuwa haujakamilika. Naweza nikachukulia mfano rahisi uliopo kwenye Biblia, kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Mtumishi wa Mungu Yoshua aliambiwa moja kwa moja na Mungu, akamwambia maneno haya yasiondoke kinywani mwako. Unaona kwamba Mungu alikuwa anajaribu kumuelewesha aishi yale maneno, na akamwambia moja kwa moja kwamba ukiliishi na hiki kitabu cha Torati kikikaa moyoni mwako na ukakiishi, ndipo utakapofanikiwa na kustawi sana. Asante sana baba, Mungu akubariki sana. Amen. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Kama kawaida ya kipindi chetu cha umejifunza nini, na tuko na mama hapa kwa ibada ya leo Jumapili ya tarehe 25 ya mwezi wa kwanza 2026, TAG Kitete Tabora, na atajitambulisha kwa majina yake na pia atatuambia kipi ambacho amejifunza yeye katika ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ubarikiwe sana kwa ibada. Amina. Mtazamaji anatamani akufahamu kwa majina yako, baada ya hapo utatuambia kipi ambacho umejifunza wewe katika ibada ya siku ya leo. Naitwa Debora Chigongo na namshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema ya kuwepo nyumbani mwake na kusikia neno lake, na tumejifunza mambo mengi, lakini kikubwa nilichojifunza ni kwamba standard au viwango vya maisha yangu vinatakiwa viwe kwenye neno. Yaani niwe tayari kuacha kitu chochote kile, kukubali kulipa gharama, ili mradi niendane na tamko la kimungu, kama ambavyo mtumishi wa Mungu amesema kwamba Yesu hakujali mateso, hakujali dhihaka, aliweka heshima yake chini ili aweze kutimiza kile ambacho Mungu amemtuma kuja kufanya hapa duniani. Kwa hiyo jambo kubwa mimi nililojifunza ni hilo, kwamba standard ya maisha yangu natakiwa niweke kwenye neno. Jambo lolote, maamuzi, kutenda kwangu, kila kitu kinachohusu maisha yangu, standard yake iwe ni kwenye neno. Na kutokana na ujumbe wa leo kwamba Mkristo na neno la Mungu,
Wewe umeelewa vipi ujumbe pia? Nimeelewa kama nilivyosema awali kwamba standard ya maisha yetu inatakiwa iwe kwenye neno na si vinginevyo. Maana yake tupandishe thamani ya neno kwenye maisha yetu, iwe juu ya vitu vyovyote vile kwenye maisha yetu. Na kuna uwezekano ya Mkristo kuwa ni Mkristo lakini hana neno la Mungu? Uwezekano upo pale ambapo mtu anashindwa kutembea na vile neno linavyotaka. Huyu ni Mkristo lakini pia hana neno. Kwa hiyo uwezekano upo mtu akaishi bila neno la Mungu. Uwezekano upo, na ndio maana mtumishi wa Mungu amesema tunapoliishi neno la Mungu lazima yale matokeo ya kimungu tutayaona. Manake kama matokeo ya kimungu hatuyaoni, ni kinyume chake sasa kwamba hapo hatuishi neno la Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Asante, wewe na Jumapili njema na siku njema. Amen.